Mambo vipi mungwana, wajonaje hali? Naitwa Mwalimu Victor Ramadhani Kalinga. Karibu sana kwenye darasa letu la kujifunza namna ya kufanya graphic designing kwa kutumia simu. Siku ya leo tunakwenda kujifunza ujuzi muhimu sana kwenye graphic designing hasa ya kutumia simu, kwa sababu kwenye graphic designing ya kutumia simu kuna baadhi ya vitu unalazimika kuvifanya kwenye program nyingine, kama vile kutoa background katika picha ambayo unataka uitumie kwenye kazi yako. Kwa nini haupaswi kutumia ile njia ambayo ipo kwenye app yetu moja kwa moja? Kwa sababu inakuwa haifuti background vizuri, haitengenezi mipaka kuwa smooth ili isiweze kuonekana kwamba imefutwa kwa namna fulani. Sawa sawa. Kwa hiyo moja kwa moja twende Google Play Store kwa ajili ya kuitafuta app ambayo tuta download kwa ajili ya kufuta background. App yetu inaitwa Background Eraser. Background Eraser, tutaisearch hapo Background Eraser, nilisha-search. Kwenye orodha hapo inaonekana kabisa imeandikwa Background Eraser, nitaigusa. Background Eraser itaonekana hivyo kwa sababu tayari nilisha install, kwa hiyo mimi sitatakiwa kuinstall tena. Kwa hiyo nitatoka kisha nitakwenda kuifungua app yangu ili niweze kukuonesha ni kwa namna gani inafanya kazi. Sasa twende tukaifungue app yetu kama inavyoonekana hapo chini, ili niweze kukuchambulia kila kipengele na namna ambavyo kinafanya kazi. Ukiifungua programu yako itaonekana kama inavyoonekana hapo. Kipengele cha kwanza kabisa ambacho kina alama ya kiulizo, hicho kinakuelezea namna ya kuitumia program. Sawa sawa. Lakini kipengele kinachofuatia kwa pembeni ni FAQ, kwa maana ya frequently asked questions. Lakini kipengele kinachofuata ni report a problem or ask. Na kipengele kinachofuata ni load a photo, na kipengele cha mwisho ni original album. Sisi tunakwenda moja kwa moja kwenye kipengele cha load a photo, kwa sababu hapo ndipo ambapo tunakwenda kupakua picha ambayo tunataka tuitumie. Kwa hiyo nitakwenda kwenye album kama kawaida, kisha nitakwenda kuchukua picha ambayo ninataka niifute background kwa siku ya leo. Sawa sawa. Picha tulizonazo hapa, labda tuchukue picha hii ya mahindi. Ni picha ambayo ninataka niatoe mawingu ibaki yenyewe tu. Hii ni picha ambayo kidogo ina heka heka. Kwa hiyo nitaanza na hii, kisha baadaye tutakuja kuoneshana katika picha ya kawaida. Kwa hiyo nitaweka tiki pale juu, done, kisha nitakuonesha vipengele hapo chini. Ukiangalia hapo chini kuna kitu kimeandikwa BG color, hiyo inamaanisha ni background color. Ukigusa hicho kipengele, ina maana hiyo background yako itabadilika kwa maana ya kuwa nyeupe, lakini ukigusa kwa maana ya kuwa nyeusi. Hiyo inategemeana na asili ya picha. Sawa sawa. Kuna picha ili uzione kama umefuta vizuri lazima uweke background nyeupe, na kuna picha ili uone kama umefuta vizuri hakuna doa lolote lililobaki inabidi uweke background nyeusi. Sawa sawa. Baada ya hapo chini inaitwa AI Auto. Hii inakuwa ina generate automatically kwa maana ya kwa kutumia akili mnemba au artificial intelligence. Unaona kama hivyo imeweza kugenerate na kufuta vitu ambavyo hata wewe mwenyewe binafsi unakuwa haujapanga. Kwa hiyo ikiwa umefanya kosa kama hilo au umefuta vitu ambavyo haukutaka kufuta, unakuja kwenye undo, huo mshale ambao unaonekana kuonesha kurudi nyuma, una undo kama hivyo, alafu unakwenda kwenye kipengele vingine. Binafsi huwa situmii sana artificial intelligence auto, badala yake huwa ninapenda kutumia vipengele kama vile magic na manual. Autocolor inafaa sana kwa picha ambazo zinakuwa zina rangi moja kwa ukubwa, kwa kiwango kikubwa. Kwa mfano nitaweka hapo autocolor, kisha nitaelekeza pahala ambapo ninataka nifute. Sawa sawa. Hiyo ni kwa ajili ya kuongeza kwenda kwenye 46 40 na ngapi, ni kwa ajili tu ya kuongeza focus ya kile ambacho ninataka kukifanya. Sawa sawa. Kwa hiyo ili niweze kugusa hiyo target yangu ambayo inaonekana hapo juu, nitagusa kwenye kidoti chekundu hapo chini, kisha nitaielekeza pale ambapo ninataka iende. Sasa hii utakapoiweka, kwa maana ukiwa umeihold kama hivi au umeishikilia kama hivi, ina maana ukiiachia tu sehemu ambayo utakuwa umeiachia ndipo ambapo patafutika rangi yake. Kwa mimi ninataka rangi ya blue ndio itoke. Kwa hiyo nitaiachia kama hivyo na rangi ya blue imetoka
kama hapo, kama jinsi inavyoonekana, lakini pia nitakuja nitaleta pembeni huku nitaifuta kama hivyo. Lakini kwa kuwa rangi ya mawingu imechanganyikana na rangi kama tatu, kuna nyeupe, kuna rangi kama ya maziwa, lakini pia kuna blue, ndio maana hapo inaonekana imefuta ile rangi ambayo nilikuwa nimeielekeza tu. Kwa hiyo ndivyo namna ambavyo AutoColor inafanya kazi. Kwa AutoColor ni nzuri kuitumia kwenye picha ambayo ina background ya rangi moja. Kwa hiyo nitarudi, nitaiacha picha yangu kama hivyo, alafu nitakuja kutumia kipengele kinaitwa Magic. Kipengele cha Magic chenyewe ni kizuri kukitumia kwenye picha ambazo ni complicated kama hizi. Sawa. Sasa ili niweze kufuta vizuri, nitaizoom picha yangu. Unaigusa picha yako pahala popote, kisha unaizoom na unaanza kufuta. Hii Magic unaipitisha karibia na mipaka ya vile vitu ambavyo unataka vibaki, ili iweze kuingia ndani vizuri zaidi, kisha ikuachie kile ambacho unataka kibaki. Kuna vitu huwa ni vyembamba, kwa hiyo vinaweza vikaathirika kwa kiasi fulani, kwa wala upaswi kuhofia. Unaweza ukavifuta tu moja kwa moja ili visioneshe kama kazi yako haijafutwa kwa ufasaha. Ninaacha sehemu ya juu na ninafuata maeneo ya picha ambapo ninataka hasa ibaki, kwa sababu hayo maeneo mengine ni rahisi kuyafuta. Kwa nitafuta kama hivyo. Hiyo unakuwa unaisogeza tu, unakuwa unaiweka umbali wa sentimita chache kutoka kwenye eneo ambalo unakuwa unataka ufute. Kwa hiyo inakuwa inajiongoza, inakuwa ina detect moja kwa moja kwamba hapa nimeelekezwa nifute wapi, kama hivyo. Hapo imepitiliza kidogo, nitarudia tena kuifuta. Hiyo ni kutokana na kutwist. Baada ya kufuta hapo, nitakuja tena upande huu, nitafuta pia, lakini pia nitakuja upande huu, nitafuta. Lakini hapa tunaona kuna namna ili jani limeliwa, kwa haliwezi kufaa kuendelea kubaki likiwa nusu. Sawa. Hapa kuna namna kama haijakaa sawa, pia nitaingia ndani kidogo kufuta. Hapa pia nitaingia ndani kidogo kufuta, ili kupata tu kile kitu ambacho ninakihitaji. Sawa. Sasa baada ya kufuta hayo maeneo ambayo ni korofi, hauwezi kuingiza ufuto wa kawaida. Nitakwenda kwenye kipengele cha manual. Hii manual sasa ndio inahusika na hii size hapa niliyokuwa nakuonesha muda ule. Kwa maana ukileta kwa ukubwa hivi, ufutio wako unakuwa mkubwa. Kwa hiyo nitaweka ufutio uwe mkubwa kwa sababu ninataka nifute ili eneo lote. Kwa hiyo unaweka kidole chako katika kidoti chekundu, kisha unapitisha sehemu ambayo unataka ufute. Kwa hiyo hilo eneo ambalo halina ukorofi ninalifuta kama hivyo, kisha picha yangu inakuwa imebaki kama hivyo. Hapo ninakuwa nimeondosha background ya picha. Nimetoa background ya hii picha, kisha nitaweka background ambayo ninakuwa ninaitaka. Kipengele kinachofuata baada ya hapo ni kinaitwa repair. Hicho kipengele cha repair ni kwa ajili ya kurudisha kila ambacho unakuwa umekifanya. Kwa ajili ya kurudisha, kwa maana ya kurecover kila ambacho unakuwa umekifanya. Ukifanya hivyo, ina maana unakuwa umerejesha kila kitu ambacho unakuwa umekifanya. Au kama utataka kurejesha kwa uchache sehemu fulani, labda ulikuwa umepitisha kwa bahati mbaya, labda kwa mfano tuseme kwenye mahindi hapa, ndevu za mahindi niliziathiri kwa bahati mbaya, lakini kutokana na udogo wake, kwa nitataka nizirejeshe kwa uchache ili zionekane. Na ukiangalia kwa mbali kama zinakuwa zinaonekana, hiyo yote ni kwa sababu ya kupata ili uweze kuona kile ambacho unataka kukirejesha kilikuwa kiko katika umbo gani na unapaswa kukirejesha kwa namna gani. Kwa hiyo repair ndo kazi yake hiyo. Zoom ni kwa ajili ya kuzoom, kwa maana ya kupinch na kuzoom kama hivi. Kwa baada ya hapo, kazi yangu ninaweza nikasema ipo tayari. Nitakwenda hatua inayofuata. Hii hatua inayofuata imeweka namba mbalimbali. Hiyo ni kwa ajili ya kusmoothify hizo engo au maeneo ambayo umefuta. Kwa hiyo ukiweka hivyo inakuwa inaingia ndani zaidi. Kwa hiyo ukiweka mpaka namba 5, ina maana pembe zako zinakuwa zimechongoka kwa ukubwa. Binafsi huwa ninapenda kutumia zaidi 2. 2 inakuwa haili sana picha au haili sana kile ambacho unakuwa hautaki kukifuta. Baada ya hapo una save. Ikiwa hapo unakuwa tayari umesave, lakini unaweza ukamalizia kwa kugusa finish
ili app yako ibaki ikiwa ipo huru. Baada ya hapo sasa, tukirudi kwenye designing, tunaweza tukaitumia hiyo picha kwa namna ambavyo sisi tunataka. Tunakuja kwenye kufungua program yetu. Kama kawaida nitaondosha new text, kisha nitaweka kumradhi, kisha nitaweka kile ambacho mimi ninakihitaji. Nitaweka background kwa sababu hiyo project niliyoifuta inahusiana na mahindi. Nitaweka hapo, kisha nitaipakua, nitaileta ile picha ambayo nimeifuta background kama hivyo. Nitaikubali, alafu nitaiweka hivyo kama ambavyo nimeamua kuiweka. Nitaiweka hivyo, na hapo inaonekana sasa background ya kitu ambacho nilikuwa ninakihitaji. Sawa sawa. Kwa ama nitaiacha hivyo hivyo, au nitaweza kuifanya au kuipunguza kwa mbali kwa ajili ya kuweka maneno au kuweka designing ya kitu ambacho nilikuwa ninakihitaji hapo. Sawa sawa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatoa background kwenye picha yako kwa ajili ya kuweza kuiweka vizuri. Sawa sawa. Kwa hiyo project ya awali tumeimaliza. Katika darasa linalofuata tutaangazia picha ambazo ni nyepesi ama zenye background ya rangi moja. Namna gani ambavyo unaweza ukafanya kwa haraka kuitoa hiyo background. Na pia katika somo linalofuata tutaelezeana kwa nini ni vizuri kufuta kwa kutumia app ya Background Eraser na sio kuerase color kwa kutumia hii tool ambayo ipo kwenye Pixel Lab moja kwa moja.